Unataka kuniua? Bila shaka hicho ndo kinachofuata. Basi ni bora ufanye haraka sana, maana hicho ndo nilichokuwa nakisubiri. Wow. Inafurahisha sana. Sikutegemea kama utasema hivyo. Mimi nilitegemea utaniomba nisikuue, lakini imekuwa tofauti. Unasubiri nini? Hiyo ndo njia pekee ya kumwamsha aliyelala. Unamaanisha nini? Kama mimi nikifa leo hapa, basi ndo utakuwa mwanzo mgumu wa maisha yenu. Unamsikia? We mtoto, kwa hiyo unafikiria kuhusu movie ambazo ulikuwa ukiziangalia kwamba utakufa na utarudi ukiwa mzima alafu utalipa kisasi? Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Usijaribu kufanya hivyo. Ukijaribu kufanya chochote na pasua ubongo wako. Afande, naomba unisaidie. Huyu ni mtu mbaya. Amenikamata na anataka kuniua. Afande tafadhali, mimi sio mtu mbaya. Usimsikilize huyu binti kama anavyosema. Siku zote unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali. Ulipata matumaini mapya, ukaamini msaada umekuja kwa ajili yako. Nasikitika sana. Hii itakuwa mbaya zaidi kwako. Unataka kufanya nini? Lengo ilikuwa ni kumtishia, lakini mpango mbadilika. Usijaribu kufanya jambo lolote lile baya. Kumbuka, ameona sura yako, ameona na sura yangu. Hii itakuwa mbaya kwetu sote. Siku zote unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Kama tutashindwa kuchukua hatua, basi hali itakuwa mbaya zaidi. Unafikiri ni nini tutafanya? Sawa. Yule ni kama baba yako. Hivyo mshaifikiria siku akifa nini kitatokea? Bado sijakuelewa Langa. Unamaanisha nini? Kama kuna siku yule unayemwita baba yako atakufa, basi ndo siku ambayo itakuwa mbaya zaidi kwenye maisha yako. Usijali, taratibu utanielewa. Yule mzee sio baba yako mzazi. Naye ana mtoto wake, tena wa kiume. Na wewe ni mtoto wake wa kumlea tu. Mama yako amefariki tayari, na mali zote walitafuta wakiwa pamoja. Basi kama huyo mzee atakufa, wewe hamna kitu chochote ambacho utakipata. Langa, unataka kuongea nini? Mbona mimi sikuelewi? Hebu niambie vizuri, unamaanisha nini? Isabela, amka. Amka kwenye huo usingizi. Inabidi upambane ili upate chako. Labda nikuulize swali. Unaishi na huyo mzee kama nani yako? Ni baba yangu. Ananilea vizuri. Na isitoshe, kila ninachokitaja ananipatia kwa wakati. Upo sawa. Ni lazima afanye hivyo, kwa sababu anajua na wewe una asilimia zako.
Ndio maana anakupa kila kitu unachohitaji ili usahau kuhusu share yako. Langa. Ndio, huo ndo ukweli. Na siku atakapokufa, mtoto wake atakuja na kuchukua mali zote. Wewe hutopata chochote. Sasa mimi nitafanya nini? Kumbuka mimi ni mwanamke na siwezi kufanya chochote kile. Yeah, ni kweli. Wewe ni mwanamke Isabela, lakini unaweza kuwa na moyo wa kiume. Zamani watu walikuwa wanajua mwanamke ni mwanamke tu, lakini kwenye dunia ya saa hizi mwanamke anaweza kawa bora kuliko hata mwanaume. Naomba basi unifanye kuwa bora ili niweze kuwa na moyo wa mwanaume. Usijali, nitasimama na wewe kwa kila hatua. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Baba, samahani, kuna swali nilikuwa naomba kukuuliza. Uliza tu binti yangu. Hivi kama siku hautokuwepo, ni nani atakuwa mrithi wa mali zako? Sikuwa na maana mbaya kukuuliza hivyo, lakini naogopa siku ambayo wewe hautokuwepo nitapita kwenye wakati mgumu sana baba, haswa akija kijana wako wa kiume. Usijali, sio swali baya. Mimi mpaka sasa nina mtoto mmoja tu ambaye ni wewe. Yule kwa sasa sio mtoto wangu tena kwa mambo yote aliyoyafanya, na nina mpango mzuri wa kukulinda hata kama mimi sitakuwepo. Kama kuna jambo lingine linakusumbua, unaweza kuniambia. Mimi nitakusaidia. Hapana baba, ni hilo tu nilikuwa nataka kukuuliza. Sawa. Nafurahi kwa kuwa umeniuliza. Na kama una jambo jingine, basi usiache kuniambia. Baba, mimi nipo ndani. Siku zote unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Yule binti nimeshampata, yuko hapa sasa, hawezi kufanya chochote, lakini inabidi tubadilishe mpango. Badala ya kesi hii tumpe yule binti, inabidi tumpe yule kijana. Kwa nini mbadilisha mpango wakati kazi ilikuwa imesha kwenda kukamilika? Kwa sababu huyu binti atatufaa kwenye kazi zetu huko mbele. Ana moyo wa kiume, japo yeye bado hajajijua. Huyu kijana anataka kumpa hii kesi, unajua maisha yake? Ndio. Bado sijachoka kusubiri jibu kutoka kwako Isabela. Nakupenda sana. Ni sawa, lakini nahitaji muda sana. Najaribu kufikiria, sijui itachukua muda gani wewe kunipa jibu langu. Sawa, najua unahitaji muda,
na mimi sitachoka kukusubiri. Sawa. Basi mimi naondoka, nadhani tutaonana kwa wakati mwingine. Aya. Ubaki salama. Siku zote unacheka bila kuangalia, macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Bye. Ulipaswa kumwaga. Ina maana ulikuwa muda wote hapa unatusikiliza? Ndio, nimesikia kila siku. Lakini hakuna kibaya tulichozungumza. Unampenda? Hapana, mi namchukulia tu kama rafiki yangu. Na yeye anakuchukulia wewe kama nani? Ananipenda, lakini mimi simpendi. Mbona alipokuwa hapa hujamwambia hivyo? Sijamwambia kwa sababu naogopa kumuumiza. Ni mtu ambaye yuko na mimi wakati wote na ananisaidia pia. Siku zote huwezi kumuumiza mtu unayempenda. Unamaanisha nini Langa? Unampenda ndio maana hutaki kumuumiza, kwa sababu unahofia kumpoteza. Hapana, mimi nakupenda wewe tu, na kama utahitaji nimwambie kuwa simpendi, basi mimi nitafanya hivyo. Hapana, hakuna haja ya kufanya hivyo. Mimi najua cha kufanya. Umechukia? Hapana, usiwaze vibaya. Mimi namchukulia kama rafiki yangu tu, ila kwa sababu nipo na wewe, basi nitakaa mbali naye. Umesema ni rafiki yako? Ndiyo. Vizuri. Basi usifanye chochote. Utafanya nitakachokwambia mimi. Upo sawa lakini? Kwa sababu nipo na wewe, basi nitakuwa salama. Twende ndani. Anaitwa Simon Joel. Anaishi na mdogo wake wa kike. Ni maskini tu wa kawaida. Kwa hiyo hakuna kitakachoharibika. Na Isabela ulivyozungumza naye alisemaje? Isabela anaonekana tu kuwa na wasiwasi, lakini ana tamaa. Nilimpa mpango akakubali, akisema ngoja ongea na babake. Sawa, fanya kazi kwa utaratibu, hakikisha kila kitu kinakuwa sawa, na mimi kwa upande wangu nitahakikisha nawalinda kwa kila hatua. Siku zote unacheka bila kuangalia, macho yako hayajaona. Nimeongea naye na amesema mimi pekee ndo mtoto wake, na amenihakikishia usalama wangu. Kwa hiyo umeamini maneno yake? Ndiyo, mi naona ipo sawa kwa alichoniambia. Sawa, nikuulize swali. Hivi leo wewe ndo baba, una watoto wawili, mmoja wa kumlea na mmoja ni wa kwako kabisa. Mtoto gani utampa kipaumbele? Mtoto wangu? Ndiyo, hilo ndo jibu sahihi. Isabela, yule mzee anakudanganya, na kama utaendelea kuamini maneno yake, basi hautopata haki yako. Isabela, inabidi upambanie haki yako. Nilikwambia wewe ni mwanamke, lakini inabidi uwe na moyo wa kiume. Kiukweli mpaka sasa Langa, sijui nini nifanye. Usipokuwa makini, utapoteza kila kitu unachokipenda.
Lakini Langa, mimi nakupenda wewe zaidi na sihitaji kukupoteza. Ili kutunza mapenzi yetu tunahitaji kumaliza hiyo. Sawa, kwa ajili yako nipo tayari baby. Siku zote unacheka bila kuangalia, macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke sana, dunia inakusikiliza. Kila kilicho ndani kitarudi kwako. Uwe mwema au vibaya, roho sawa, utavuna ulichopanda, machozi na kicheko. Isabela, vipi, mbona umeshtuka? Hamna kitu. Naona unaishi maisha mazuri sasa. Mzee Mdigo yuko wapi? Unasema? Na maana hujanisikia? Baba mwenye nyumba yuko wapi? Mimi nilizani umeshapata taarifa. Taarifa? Taarifa gani? Na nani kunipa taarifa kama sio wewe? Tobi, naomba unisamehe. Baba yangu amekufa, lakini wewe umekaa na kulizika. Kwa hiyo ulifikiri kwa sababu nimegombana na baba yangu basi sitorudi hapa? Yule ni baba yangu na damu yake inazunguka kwenye mishipa yangu. Kwa sababu mimi niko mbali, nimeamua kumuua babangu kama mnyama. Sasa nimerudi na nitahakikisha kila mmoja aliyeshiriki kumuua baba yangu analipa, hata kama ni wewe. Tobi, naomba unisamehe kwa kutokukupa taarifa, lakini aliyefanya yote tayari ameshakamatwa na polisi. Hivyo basi haina haja mimi na wewe kugombana tena, kwa sababu mimi na wewe ni ndugu. Kwa sababu mimi na wewe ni ndugu? Mimi sio ndugu yako. Narudia tena, mimi sio ndugu yako. Na siku niliyomchukia baba yangu ni siku ambayo aliamua kumuua mama yako na kumsahau mama yangu. Tumia muda huu mchache, kwa sababu nitarudi kuchukua kila kitu cha baba yangu. Siku zote unacheka bila kuangalia, macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke sana, dunia inakusikiliza. Kila kilicho ndani kitarudi kwako. Uwe mwema au vibaya,
utavuna ulichopanda. Machozi na kicheko yote yatakurudisha, kila tendo la moyo, la mwili, la akili. Habari. Uwe mwema au vibaya, Royce. Ni usiku sana. Vipi, kwema? Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Sasa vuna ukweli. Vipi? Mbona usiku sana? Kuna shida gani? Kiukweli sina amani kabisa. Naona mambo yanazidi kuwa magumu. Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Kwanza nataka kujua umemfanya nini Lulu? Hiyo sio biashara yako. Niambie una shida gani? Ni kuhusu Toby. Toby? Toby ndo nani? Ni mtoto wa mzee Mligo. Mtoto wa mzee Mligo? Ndiyo. Sikumpa taarifa kuhusu kifo cha baba yake. Amepata taarifa na amekuja pale nyumbani. Baba yangu amekufa, lakini wewe umekaa na kulizika. Kwa hiyo ulifikiri kwa sababu nimegombana na baba yangu basi sitorudi hapa? Yule ni baba yangu na damu yake inazunguka kwenye mishipa yangu. Kwa sababu mimi niko mbali, nimeamua kumuua babangu kama mnyama. Sasa nimerudi na nitahakikisha kila mmoja aliyeshiriki kumuua babangu analipa, hata kama ni wewe. Baada ya kuongea hivyo aliondoka. Kiukweli mimi naogopa sana. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Langa, unawaza nini? Hapana. Niko sawa. Unaniamini mimi? Ndiyo, nakuamini lakini naogopa. Kama unaniamini, usiogope chochote. Mimi nitakulinda. Langa, ili sisi tuweze kubaki kuwa salama, tunahitajika kuondoka na kwenda mbali na haya matatizo. Kwa sababu Toby namjua, ni mkorofi sana. Sawa. Tunaweza kuondoka. Vipi? Hati zote umeshazipata? Ndiyo, kila kitu ninacho. Okay. Safi. Basi kabla tujafanya hivyo, itabidi niongee kwanza na Banzo. Na kuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Siku zote
unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke. Karibu, hapa ndipo ninapoishi. Asante. Nini kimekutokea mpaka ukawa pale? Ni mapema sana kujua kila kitu kunihusu. Lakini mimi ndiye niliyekusaidia. Kwa hiyo natakiwa nijue nini ambacho kinaendelea. Kwa sababu ukipata matatizo, kumbuka hata mimi pia nitakuwa katika matatizo hayo. Najua, lakini siwezi kuambia chochote kwa sasa. Au niondoke? Hapana. Sina maana hiyo. Wewe ni mtoto wa kike. Na nikikuangalia umri wako bado ni mdogo sana. Sasa ukipata matatizo ukiwa humu ndani, kumbuka mimi ndio nitakayewaajibika katika matatizo hayo. Na ndio sababu nataka kufahamu kwamba nini ambacho kimekutokea mpaka ukawa pale. Unasema ni kweli, lakini huenda ukijua ukweli kunihusu mimi utanifukuza. Kaka, naomba unisaidie nilale japo usiku wa leo tu, alafu kesho nitaondoka. Na kuhusu usalama wangu nitakuwa sawa, usijali. Sawa. Ulisema unaitwa nani vile? Jasmine. 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 Sawa. Karibu. Asante. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda. Inabidi tuondoke hapa haraka sana. Kila kitu kimeshaharibika. Tulia. Haya, nielekeze nini kimetokea? Nadhani unakumbuka kwamba yule mzee nilikwambia na mtoto wake wa kiume. Yule mtoto wake amekuja na ameanza kuchimbua hii kesi. Kibaya zaidi ameenda nyumbani kumtishia Isabela. Isabela amekuja kuniambia na ndio maana nimekuita hapa. Nilijua tu. Lakini wewe ndio chanzo cha kila kitu. Hukupaswa kabisa kumuoa yule binti. Sasa bro, unafikiri ningefanyaje? Alishaona sura zetu mimi na wewe. Ilikuwa tu ni lazima nimuue. Mimi na wewe tunafanya kazi pamoja. Ulipaswa kunishirikisha kabla hujafanya chochote. Basi, ndio ameshakufa. Kwa hiyo hamna kitakachobadilika. Ishu tunafanyaje kuhusu huyo kijana? Sijui nini cha kufanya. Nahisi itakuwa mbaya sana kwetu. Hakuna kitu kingine cha kufanya zaidi ya kumuua na yeye. Ndio. Simon yupo jela. Huyu dogo aliyekuwa anatusumbua ameshakufa. Yule mzee ameshakufa. Tukimuua na yeye, huoni kwamba itakuwa ni rahisi kwa upande wetu? Siku zote upaswi kutumia tatizo kwa kutatua tatizo. Nina mpango. Sawa. Njia gani? Nipe mpango na kusikiliza wewe. Kabla tujaanza mpango mpya. Vipi? Hati za yule mzee umeshazipata zote? Ndio. Isabela ameniambia kila kitu anacho. Sawa. Itabidi na mimi nifuatilie uhamisho wa kazi. Ili tukimaliza hili tuondoke. Na vipi kuhusu Toby? Tunamwacha au? Hilo niachie mimi. Nitajua nini cha kufanya. Sawa. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo ya. Pole sana Toby, lakini wewe ni mwanaume, inabidi ujikaze. Ni kweli, lakini yeye alikuwa baba yangu
amekufa akati bado hatuna mawasiliano mazuri. Kila nikifikiria hilo natamani ningepata nafasi walau ya mwisho niombe msamaha kwa yote niliyomfanyia. Najua naumia sana na ni kawaida kuhisi hivyo, lakini huu ndio muda sahihi wa kusahihisha makosa yako, na hiyo nafasi unayo tu. Nawezaje kufanya hivyo akati baba yangu hayupo tena? Unafikiri huko aliko anaweza kunisikia na kunisamehe? Siwezi kusema chochote kuhusu hilo, kwa sababu hata mimi sijui kama ni kweli waliokufa wanaweza kutusikia sisi tulio hai. Lakini kuna kitu kimoja nakiamini, ukianza kuishi maisha aliyotaka baba yako uishi, naamini hata huko alipo anaweza kupumzika kwa amani. Kabla sijafanya haya yote, nahitaji waliohusika na kifo cha baba yangu walipie. Lakini taarifa zilitoka kwamba mmoja baba yako tayari amekamatwa. Ni kweli amekamatwa, lakini sijui ni kwa nini moyo wangu unaumia kila nikifikiria alivyomuua baba yangu. Natamani na yeye angekufa kwa sababu alimuua baba yangu kama mnyama. Toby, usiache chuki kumalize. Sahau yote yaliyopita, naanza maisha mapya. Najua sio rahisi na maumivu hayawezi kuondoka leo wala kesho, lakini utafika muda utaanza kuzoea taratibu na kila kitu kitakuwa sawa. Naamini unaweza kufanya hivyo, Toby. Nimeshajua anapokaa. Una uhakika hapo ndipo anapoishi? Ndio. Sawa, fuatilia kila hatua. Anapotoka utaniambia. Sawa. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Kwa hiyo ilikuwaje kuhusu wale binti? Nilimsaidia tu. Niliamua kwenda naye nyumbani kwa sababu mazingira yalikuwa sio mazuri kwake. Lakini tulipofika nilijaribu kumuuliza nini ambacho kimemfanya awe pale usiku ule na nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo akwambia nini? Alikataa kusema chochote. Zaidi aliniomba tu kwamba nimruhusu lale pale usiku mmoja, alafu kesho aondoke. Na kweli aliondoka? Ndio. Kwa sababu nimeamka asubuhi nakuta hayupo. Sema sasa nilichoshangaa ameondoka bila hata kuniaga. Antoni, yani kama unataka kuniambia aliondoka na hakuna chochote kitu ambacho kiliendelea? Baba. Umeweza mambo yako na. Siwezi fanya chochote na yule binti. Kwa sababu pia ukimwangalia ni binti mdogo ambaye inaonekana kabisa bado yupo shule. Kama sio form 2, basi form 3. Inakubidi uwe makini sana mzee. Kwa sababu saa hizi sio kila mtu inakupasa kumwamini. Unaweza kukaribisha waizi nyumbani kwako ujue. Ni kweli, hata mwenyewe nilijaribu sana kulifikiria hilo. Lakini moyo wangu ulisukumwa sana kumsaidia yule binti. Mimi nakuelewa mzee. Lakini wakati mwingine inabidi uwe makini sana. Yaani usifuate sana hisia zako. Ya, ni kweli, upo sahihi sana. Lakini sasa kitu ambacho kinanipa wasiwasi, vipi kama ningemwacha binti usiku ule pale, alafu kesho yake nasikia aidha amebakwa au amefariki, na wakati nilikuwa na uwezo kabisa kumsaidia, nini kingetokea? Sawa, ungejisikia vibaya, lakini Antoni, sawa umemsaidia yule mwanamke na akaja akapata matatizo akiwa nyumbani kwako,
Hauoni kama na wewe unaweza kuwa na matatizo? Ni kweli. Sema nalo hilo ni neno, kwa sababu mpaka nafika naye nyumbani, yaani usingizi nimekuja kupata baadaye kwenye saa 9, saa 10 hivi. Nimekuja kulala nimepitiwa, ndo naamka asubuhi nakuta ameshaondoka tayari. Sawa bana, sema tuachane na hayo mambo. Vipi kuhusu simu yangu? Simu tayari nimeirekebisha. Shida ilikuwa ni system charge, kwa hiyo saa hizi unaweza kaitumia tu. Nashukuru sana bana. Na vipi, unaiuza kama tulivyoongea? No, siuzi. Hii inaenda kumpa shemeji yako ukatumie. Simu yake inamsumbua sana. Shemeji? Ina maana Chris una mwanamke alafu mimi sijui? Au umerudiana na Angel? Hamna bana. Kawaida, tunaelewa. Siku zote unacheka bila kuangalia, macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke sana, dunia inakusikiliza. Kila kilicho ndani kitarudi kwako. Uwe mwema au vibaya. Kuna nini? Simon anahitaji kuonana na wewe. Mimi tena? Hapana, kwa kweli. Safari hii sitaki kumuona tena. Itabidi uonane naye. Huenda kuna kitu muhimu anahitaji kukuambia. Sijui nitakuwa mbaya kiasi gani, lakini safari hii sitaki kumuona. Kama tumeamua kuwa watu wabaya, ni bora tuendelee kuwa watu wabaya tu. Mdogo wake amekufa. Acha naye maisha yake haribikie huko alipo. Kwa mimi nachekesha, sio? Hapana. Sasa mbona mimi naongea afu unacheka? Mara nyingi nilikuwa nakwambia unahitaji kuwa na moyo wa kiume. Lakini leo moyo wa kiume nimeuona ndani yako. Maana yake nini? Maana yake huu ndo moyo ambao nilikuwa nahitaji kuuona kwako. Maamuzi magumu, moyo mgumu. Na hayo ndo mafanikio yako. Ndiyo, kama tumeamua kuwa wabaya, acha tuendelee kuwa wabaya kweli. Lakini siwezi kuwa na moyo wa huruma tena. Safi. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kuna zawadi nataka nikupe. Zawadi? Sasa hivi? Sasa hivi. Ila naomba ufumbe macho yako. Ai baby, mpaka nifumbe macho? Yes baby, hii ni surprise. Sawa. Lakini hakikisha uone. Sioni. Sure? Okay. Okay, fungua. Surprise. Baby, jamani. Hey baby. Japokuwa sio mpya, lakini najua itakusaidia sana. Baby, asante. Nimeipenda. Mimi ndo maana nakupenda wewe. Hey baby. Baadaye utanipa hiyo simu yako nikaipeleke akarekebisha. Haina shida. Baby, na kamera nzuri. Yeah, of course. Sasa hivi ni live za kutosha, selfie. Nakumbuka kitu. Mara mwisho linaambia kwamba umekutana na Antoni na ameruhusu kabisa kwamba ufanye maisha yako na akafanye maisha yake. Ukweli ni kwamba sikuamini kabisa yale maneno yako. Leo nilikuwa ofisini kwa Antoni na tumeongea mengi sana. Inaonekana jana usiku kuna mwanamke alimsaidia.
na jinsi ambavyo Antoni alikuwa anaongea, nilikuwa naona kabisa kwamba ulikuwa ni zaidi ya msaada, na nilikuwa naona kabisa pale kuna penzi jipya. Wewe Chris, ni kweli? Ya, ni kweli. Japokuwa aliniambia kwamba huyo mwanamke ana umri mdogo sana, lakini nilikuwa naona kabisa pale kuna kitu ananificha, kwa sababu sio kawaida ya Antoni kwenye kuzungumza kwenye stori zetu asikuzungumzie, lakini leo ndo siku ya kwanza Antoni hajataja kabisa jina lako. Afadhali. Yaani afadhali kama ameamua kuishi maisha mengine mbali na mimi. Unajua alikuwa ananisumbua sana. Kwa hiyo kama yeye atakuwa ameanza maisha mengine, mimi na yeye tuko huru na maisha yetu sasa. Nina, una uhakika Antoni kuwa na mwanamke mwingine aweze akakuumiza? Hapana. Kwa sababu kwanza mimi nitafurahi. Yaani hata leo inatokea na mwana Antoni na mwanamke mwingine, siwezi kuumia. Kwa sababu ndoto yangu ilikuwa kabisa ni kutoka mikononi mwa Antoni na kufanya maisha yangu mengine. Kwa mimi nafurahi. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. What? Mbona unaniangalia hivyo? Wakati mwingine nyewe wanawake mnakuwa mna uwezo mkubwa sana wa kufanya maamuzi, yaani hata kama hayo maamuzi yataumiza watu wengine. Najua inawezekana kuwa nimemuumiza sana Antoni, lakini nilifanya yote kwa sababu ya moyo wangu. Unajua katika dunia kila mtu anafuata kile kinachompatia furaha. Sawa. Kwani kuna kitu kingine Antoni alikwambia? Unaonekana kuwa na wasiwasi. Ukweli ni kwamba hakuna chochote alichoniambia, na kama angeniambia basi nisingekuficha, ningekwambia tu. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Simon! Simon! Naam. Kesi yako imeahirishwa. Leo ilibidi uende mahakamani. Tarehe zimesogezwa mbele. Sawa afande, lakini nilikwambia kwamba nahitaji kuongea na Isabela. Sidhani kama Isabela anahitaji kumuona mtu ambaye amemuua baba yake. Na nasikitika kwamba kwa sasa huwezi kuonana na mtu yeyote. Lakini nahitaji kujua kuhusu mdogo wangu. Unajua nimekuwa na wasiwasi sana kuhusu usalama wake. Tafadhali naomba unisaidie. Utanisamehe sana. Simon, kwa sasa huruhusiwi kuonana na mtu yoyote mpaka pale utakaposomewa mashtaka yako. Afande, tafadhali. Dakika moja tu nahitaji. Dakika moja tu. Niongee na Isabela ili angalau aniambie kwamba mdogo wangu anaendeleaje. Tafadhali. Nasikitika sana. Kwa sasa haiwezekani. Mpaka pale utakaposomewa mashtaka yako, unaweza kuonana na mtu yoyote yule. Afande, naomba unisaidie. Afande. Siku zote unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali. Lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke sana. Dunia inakusikiliza. Kila kilicho. Nani? Jasmine. Jasmine.
Wewe tena? Ndiyo, samahani kwa kuja tena. Nahitaji msaada wako. Naomba na leo nilale hapa. Kwema kweli? Ndiyo, naomba unisaidie japo kwa usiku wa leo tu. Sawa, karibu. Kwa nini uliondoka bila kuniaga? Ulikuwa umepumzika, sikuhitaji kuamsha. Ungeniamsha tu, kwangu kusingekuwa na tatizo. Samahani. Usijali. Lakini Jasmine, naweza kukuuliza swali? Ndiyo. Kwa nini unashindwa kurudi nyumbani? Kwa nini kila siku usiku upo huko? Umegombana na wazazi wako? Kama umegombana nao, rudi nyumbani. Ni wazazi wako, haiwezi kubadilika. Kuna kosa lolote labda umefanya, unaogopa kurudi nyumbani watakugombeza? Jasmine, kama kuna kosa umelifanya, hebu niambie. Mimi nitakwenda kuzungumza na wazazi wako na kila kitu kitakaa sawa. Mimi sio mtoto mbaya. Na siwezi kugombana na wazazi wangu kwa sababu mimi sio mtu mbaya. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Una uhakika hayupo hapo? Ameshaondoka. Sawa, tunakuja hapo sasa hivi. Hakikisha eneo lote liko salama. Sawa. Hii ndo kazi pekee ambayo itakufanya upande cheo. Najua hata wewe unahitaji kupanda cheo. Una uhakika na huu mpango wako? Mimi? Hapana. Mimi sijawahi kuharibu kazi yangu hata siku moja. Na kama kuna kibaya chochote kitatokea, basi lawama zote nitazibeba mimi. Sawa. Nipe mpango. Nifuate. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Utaichukua hii maiti na kuipeleka pale ndani. Na hii ndio silaha iliyofanya mauaji. Vipi kuhusu usalama wa bastola? Kuhusu usalama usijali. Hii ni silaha ambayo haijasajiliwa. Kwa hawezi kujua kwamba ni ya nani na inatoka wapi. Sawa. Unaweza kuondoka sasa.
Jasmine, kwa nini umerudi tena hapa kwangu? Kwa nini uendi sehemu nyingine? Kwa sababu wewe unaonekana ni mwema. Dunia saizi imeharibika sana. Unaweza kumwona mtu mwema mwisho anageuka kuwa mbaya. Unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba wema haupimi kwa macho. Unaweza kumtazama mtu kudhani ni salama, kumbe sio salama. Naogopa. Unaogopa? Unaogopa nini? Nafikiria vipi kama mwanamke wako atanikuta hapa. Na ni mkorofi kweli. Ila kwa sasa hayupo. Ameenda huko kumsalimia shangazi yake. Ana bahati kupata mwanaume aliyempa nafasi. Wakati mwingine kumpa mtu nafasi haimaanishi atabaki kwa sababu ya nafasi uliyompatia. Nafikiri nimechoka. Nahitaji kupumzika. Sawa, usiku mwema. Lakini kesho usiondoke bila kuniaga kama ulivyofanya leo. Ukimpa mtu mkono, moyo unabarikiwa. Ukifunza moyo huruma, usinoje shukrani. Kile unachoficha siku moja kitafunuka. Hakuna kilichopotea, mbegu zote huota. Tavuna ulichopanda, machozi na kicheko, yote yatakurudishia. Kila tendo la moyo, la mwili, la akili litaonekana. Utavuna ulichopanda, machozi na kicheko, yote yatakurudishia. Ansi, kuna nini? Tobi, maskani kuna polisi. Polisi? Wamefuata nini? Tobi, kwa jana wakati tunaondoka nyumbani, kuna mtu ulimwacha ndani? Hapana. Kwani kuna nini? Msala mwanangu. Mnyoka basi. Kuna nini Ansi? Sikia sasa. Wakati naenda maskani kufuata ule mzigo, nimekuta nje kuna polisi. Na sio polisi tu, pia kuna gari la wagonjwa. Alafu pia pale mlangoni amefunga makamba, sio tepu, hamna mtu kuingia. Sasa mimi kwenye kuuliza, nasikia ndani kuna mwanamke. Alafu mwanangu amefariki. Unasemaje? Subiri. Watobi, sikia sasa Tobi. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Sijui ni kosa gani ambalo umekosa kwa wazazi wako, lakini mimi nakushauri ni bora urudi nyumbani, kwa sababu ukiendelea kuzunguka mitaani utapata matatizo mengi zaidi. Sawa, nitafanya hivyo. Siku zote unacheka bila kuangalia. Macho yako hayajaona maumivu ya wengine. Unapiga hatua zako bila kujali, lakini kila tendo lina mwisho wake. Usicheke sana, dunia inakusikiliza. Kila kilicho ndani Vipi? Una uhakika kila kitu kiko sawa? Ndio, kila kitu kiko sawa. Sawa. Peka mimi kwenye uchunguzi. Taarifa zote utanipa mimi. Kwa nini kinaendelea? Mbona sielewi? Kwa nini binti ndiye mwa? Hapana, kikweli sielewi. Kwa sababu toka jana wakati naondoka nilikuwa mwenyewe. Msala huo. Tobi msala.
anayekimbia kivuli chake. Simon alikuwa anakuulizia. Hata kuonana nawe ile kuuliza kuhusu mdogo wake. Aligoma. Alisema hitaji kuonana naye. Nadhani sasa amekuwa mmoja kati yetu. Nataka kusikia kutoka kwake. Ndiyo, sihitaji kuonana naye na nipo tayari kwa chochote kuanzia sasa. Safi. Safi. Unaona? Nilikwambia. Vizuri. Tunahitaji kumaliza kwanza hii kazi. Pia tunahitaji kutafuta mteja ili tuuze hii nyumba. Sawa. Lakini Banzo uliniambia una mpango kuhusu Toby. Mpango wako ni upi? Oh, nilisahau. Washa TV. Kuna habari njema ambazo mnapaswa kuzisikia. Binti mwenye umri wa miaka 16 amekutwa amefariki dunia kwa kupigwa risasi kichwani katika mtaa wa Simike, nyumba namba 13. Nyumba hiyo ni ya kijana anayefahamika kwa majina ya Toby Mligo. Polisi wamegundua tukio hilo la mauaji wakati wakiwa katika msako wa kukamata vijana wanaojihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Safi. 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 Mbona kuniambia kuhusu mpango? Hii ni noma. Banzo ikali. Wakati mwingine hatuhitaji kufanya makosa. Kesi ya mdogo wa Simon ataibeba Toby. Siku zote ninapokuwa na wewe bro, naamini niko salama. Umeona? Nilikwambia kila kitu kitakuwa sawa. Nimefanya yote ili tubaki kuwa salama. Langam, siku nyingine usifanye jambo bila makubaliano. Sawa brother, nitafuata maneno yako. Lakini kwenye huu mpango brother, kwa nini kunishirikisha? Lakini unaona imekuwa rahisi, mimi nimemuua yule mdogo wa Simon, kesi amepewa Toby. Umeona venyewe nimefanya kitu kimekuwa kizuri. Lakini hii kali. Hii. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Jasmine. Kuna nini? Mbona nyumbani kwangu tena? Samahani, nilikuwa Usiniambie kwamba na leo tena unahitaji kulala hapa nyumbani kwangu. naomba nisaidie. Siwezi kukusaidia mpaka uniambie umefanya kosa gani kwa wazazi wako ambao inakufanya ushindwe kurudi nyumbani na kila siku uje hapa nyumbani kwangu. Sawa, nitakwambia, lakini naomba niahidi kama nikikwambia hautonifukuza. Niambie kwanza, labda naweza nikakusaidia. Hapa nilipo sio nyumbani kwetu. Nilitolewa nyumbani kwetu na kuletwa hapa mjini ili kufanya kazi za ndani, kwa sababu wazazi wangu ni maskini. Kwa bahati mbaya, kule nilikokuwa nafanya kazi, baba mwenye nyumba alikuwa anataka kimapenzi, na mimi sikuhitaji kufanya hivyo. Baada ya hapo akaamua kunifukuza, na ndio maana sina pa kwenda. Pole sana, lakini ulipaswa kwenda polisi. Sikuhitaji kufanya hivyo. Labda mimi naweza nikukusaidia kwa namna nyingine. Nitakupa nauli na pesa kidogo ili urudi kwa wazazi wako. Mimi sihitaji kurudi nyumbani. Nahitaji kubaki hapa hapa mjini, kwa sababu wazazi wangu wanileta hapa mjini ili niweze kuwasaidia. Sasa kama nitashindwa kuwasaidia,
nitakuwa mzigo kwao. Jasmine, hicho ndicho kitu pekee ambacho mimi naweza kukusaidia. Zaidi ya hapo sina msaada mwingine. Naomba unisaidie nipate kazi yoyote ili niweze kuwatumia wazazi wangu pesa. Itakuwa ngumu. Jasmine, wewe bado ni binti mdogo. Kupata kazi ambayo itasaidia wewe kuingiza pesa si rahisi. Mimi ninachokushauri, rudi kwa wazazi wako. Kwa sababu kama utaendelea kubaki hapa mjini, utajikuta unaingia kwenye matatizo makubwa zaidi. Tayari nimeshaingia kwenye haya matatizo makubwa unayoyasemea, na tayari nimeshayapitia, lakini sihitaji kurudi nyumbani. Naomba unisaidie. Nasikitika sana kwamba sitaweza kukusaidia zaidi hapo. Hata mimi mwenyewe bado napambana kwa ajili ya kutafuta maisha. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Hakuna anayekimbia. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Sasa vuna ukweli. Mpango wetu umeharibika. Huo ni uzembe wako Gwandu. Kila kitu mimi nikimaliza vizuri. Hapana, hawezi kusema ni makosa yangu. Nilifanya kila kitu kama ulivyonielekeza, lakini tulipofika pale hatukumkuta. Umefanya kosa kubwa sana Gwandu. Ilibidi mkamate yeye ili kazi kuwa rahisi. Sio mbaya sana, kwa sababu alitukimbia. Tulipokuwa pale alituona, nikajaribu kumkimbiza, japokuwa sikufanikiwa kumkamata. Lakini hivyo inatosha kuonyesha kwamba jambo analoficha. Angekuwa hana hatia, basi asingekimbia. Sawa, hakikisha unamkamata haraka sana, maana tunavyozidi kuchelewa tutakwenda kusababisha mambo kuwa makubwa zaidi. Usijali, taimaliza hii kazi. Subiri kwanza. Kama ikibidi unaweza kumshuti. Unasemaje? Ndiyo. Kama akijaribu kukimbia tena, mshuti mgongoni. Sawa, tafanya hivyo. Na safari sitaki makosa tena. Nimekuelewa. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Ulipanda maovu, sasa vuna ukweli. Sijui binti ana shida gani rafiki yangu. Nimetoka kazini, nafika hapa nyumbani namkuta amekaa kama unavyomuona. Na ndio maana nimekuita hapa unisaidie. Tunafanyaje? Unasema binti yuko wapi? Si huyu hapa. Ndio ile binti nilikuwa kusimulia kwa kuna binti anakuja nyumbani kwangu na leo ni siku ya 3 anakuja hapa. Hapo sasa chenye nakishangaa, anaweza kani mwanafunzi huyu. Hivi leo hii polisi wamekuja hapa. Na hii ni kesi kaka. Tunafanyaje sasa? Antoni, uko sawa? Itakuwaje sawa kaka? Kama nilivyokuambia, binti mwenye huyu hapa.
Inaonekana kabisa ni mwanafunzi. Haya, polisi wamekuja hapa. Mimi nitatokaje kwenye hili? Na kama unavyojua, kesi za kutembea na mwanafunzi ndugu yangu. Japo sawa, amenielezea kwamba yeye ametoka kijijini, amekuja mjini hapa kutafuta kazi. Unasema alikuwa anafanya kazi. Huyo baba mwenye nyumba akawa anataka kimapenzi. Mtasiku akashindwana, yeye alikataa kufanya hicho kitendo, wakamfukuza ameondoka. Ndio maana anakuja hapa kwangu. Sasa amekuja hapa. Mimi nafanyaje? Na mimi simhitaji hapa kwa sababu anaweza kakaa hapa kama nilivyokuambia polisi wakaja. Natokaje kwenye hili kaka? Naomba unisaidie ndugu yangu. Jaribu hata wewe kuongea naye, labda anaweza kukuelewa. Antoni, mimi naona kabisa hapa kuna kitu hakipo sawa. Tutakuona baadaye. Chris. Wewe Chris. Sawa. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Oa, nini kinaendelea? Uje mpaka sasa hivi sielewi. Naona kila kona unatafutwa na polisi. Yaani kama ambavyo uelewi wewe. Hata mimi sielewi. Na ule usiku tulikuwa wote. Na pale maskani sikumwacha mtu yeyote. Imekuwaje yule mwanamke amekutwa pale ndani? Alafu huyo mwanamke ni nani? Nimefuatilia, japo inashangaza sana. Inavyosemekana yule mwanamke ni mdogo wa Simon, yule jamaa aliyemuua babako. Unasemaje? Mbona kama sielewi? Toby, inabidi ufikirie kwa makini sana. Hapa nahisi kuna kitu kinaendelea. Ya, ni kweli. Ila nahitaji unisaidie jambo. Jambo gani? Nahitaji kuonana na Abduli. Toby, Abduli? Ndio. Ndio msaada pekee uliobaki. Toby, Abduli ni mtu hatari sana. Unataka kuongea naye nini? Wakati wote nimekuwa nikimfanyia kazi zake. Nitamwambia kila kitu. Pia nitahitaji msaada kutoka kwake. Sawa, kwa hilo hamna shida. Lakini Abduli anahitaji pesa. Umefikiria kuhusu hilo? Ndio. Nimefikiria kuhusu hilo. Nitaenda kwa Isabela anipatie pesa za babangu. Baada ya hapo nitamfuata Abduli. Nikilimaliza hili nahitaji kujua alihusika na yote haya. Sawa, kwa hilo hamna shida. Lakini kuwa makini sana kwenye kila hatua yako. Poa poa Marume. Usiache kunipa taarifa zinazoendelea huko mtaani. Kwa hilo usiwaze mzee. Baluza. Pamoja. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Inaonekana unamwamini sana rafiki yako. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa mtu wa kwanza kupewa taarifa kabla ya mtu yeyote yule. Ndio, ni rafiki yangu ambaye ananisaidia na kunishauri. Unajua kwenye maisha unahitaji kuwa na rafiki mmoja ambaye anaweza kusimama na wewe kwenye mazingira yoyote yale. Kwa hiyo huyo ndo rafiki yako ambaye unaamini utakopo naye katika nyakati zote? Ni rafiki yangu wa muda mrefu ambaye ananisaidia kwenye mambo mengi sana. Sawa. Lakini nahitaji uthibitishe kama ni rafiki yako kweli. Unamaanisha nini? Kwa sababu wewe unaweza ukamtambulisha yeye kama rafiki yako, lakini yeye hawezi kukutambulisha wewe kama rafiki yake, na ndio maana nasema unahitaji kufanya uthibitisho. Ya, ni kweli.
Inawezekana kabisa. Kumbe una akili sana. Ujue jina rafiki ni cheo ambacho unaweza kumpatia mtu yeyote yule, tofauti na jina la Mungu, baba au mama. Hayo majina huwezi kumpatia mtu yeyote yule. Kwa hiyo inawezekana mimi nikasema ni rafiki, yeye akasema mimi sio rafiki. Lakini mimi nimempa cheo cha rafiki kwa sababu ni mtu wa karibu yangu na anisaidia katika mambo mengi sana. Lakini unajua rafiki yako anaweza kawa adui yako. Ndiyo najua. Na rafiki akiwa adui anakuwa ni adui mbaya sana ambaye huwezi kumshinda kwa sababu anajua mambo yako mengi. Kumbe ni bora usiwe na rafiki kwa sababu anaweza akakuumiza. Na ndio maana mimi sihitaji kuwa na rafiki. Kwa hiyo unashindwa kuwa na rafiki kwa sababu unaogopa kuumizwa. Ndiyo. Labda rafiki yangu awe babangu na mamaangu. Mtu yeyote anaweza kukuumiza. Wapo watu ambao wameumizwa na baba zao, wengine pia wameumizwa na mama zao. Rafiki anaweza kukuumiza, lakini sio sababu ya kuwachukia marafiki wengine. Kwa sababu wapo wazazi wazuri, pia wapo wazazi wabaya. Kwa hiyo marafiki wapo wazuri, pia wapo wabaya. Kikubwa tunahitaji watu sahihi na kwa wakati sahihi. Leo umenifundisha kitu kikubwa sana. Utanipatia siku 2 hizi ili niweze kukutafutia nauli ya wewe kurudi nyumbani. Sawa. Usiwe na wasiwasi. Kama siku nitapata maisha mazuri, basi utakuja nitakupeleka shule. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu. Nyumba nimeiona kiukweli na nimeipenda, lakini mke wangu yuko safari mara moja, kwa hiyo nadhani hata yeye akiiona ataipenda sana. Lakini nina ombi moja, na tamani mke wangu arudi toka safarini, akirudi tuimalize hii biashara. Hakuna shida. Lakini jitahidi kidogo kuwahi kwa sababu tuna shida kidogo na hiyo pesa. Usijali, ni siku 2 tu. Vipi lakini? Wewe ndo mmiliki wa hii nyumba? Ndiyo, hii nyumba nimeachiwa urithi na baba yangu. Usiwe na shaka. Hati na nyaraka zote zina jina lake. Sawa, wekeni kila kitu vizuri. Ni siku 2 tu tutamaliza kila kitu. Sawa. Haya, naweza kuondoka? Karibu sana. Asante. Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama. Nasikitika kukupa hizi taarifa. Taarifa gani? Kuhusu mdogo wako. Unamaanisha Lulu? Ndio. Subiri kwanza. Nini kimetokea? Mdogo wako Lulu amefariki. Afande, utakuwa umechanganyikiwa wewe. Yaani Lulu mdogo wangu amekufa? Unanitania wewe. Unanitania. Niko serious. Mdogo wako ameuawa. Na ameuawa na Toby, mtoto wa mzee Mrigo ambaye babake ndio ulimuua wewe. Afande, yule binti hajafanya kosa lolote lile. Mdogo wangu hana makosa. Kama makosa ninayo ni mimi, kwa nini asije kuniua mimi anamuua? Afande, hapana, afande. Subiri, mtakuwa mmemfananisha. Naomba uniambie kwamba mmemfananisha, sio yeye. Tafadhali naomba uniambie kwamba mmemfananisha, afande. Pole sana. Jiandae kwa ajili ya mazishi ya kwenda kumzika mdogo wako.
Afande, subiri kwanza. Naomba niambie vizuri. Mdogo wangu itakuwa mmemfananisha. Afande. Subiri kwanza afande. Hapana. Lulu hapana. Lulu hawezi kufa afande. Hapana. Afande! Hakuna anayekimbia kivuli chake. Kila tendo lina malipo yake. Leo imesimama mbele yangu